kungangana hivi vile nangangana hivi na hizi miogo, at least nipate chakula. Mimi siko kama wanawake wengine. Kazi yao ni kukaa tu. Wengine wao wanajiuza. Wengine wao ni kukaa tu wamengojea mabwana zao wakuje. At least wawaletee chakula kwa nyumba, lakini mimi nangangana, nalima. Unaona sasa hizi miogo zote. Hizi miogo zote hizi. Hii yote ni chakula. Hakuna siku nitawahi lia sina chakula, sina ugali kwa nyumba. Hakuna siku. Unaona sasa vile nimelima hivi. Hii miogo yote inaweza maliza hata miaka miwili. Nikikula tu polepole na haka katoto kangu kamoja haka. Hata mume wangu akikula hakuna shida. Na nitaendelea kulima. Nitaendelea tu kulima. Mimi sina shida yoyote. Sasa kazi saa hizi ni kutengeneza vile kuna jua hivi. Kutengeneza tu, kuzitengeneza tu. Unajua inakuanga ngumu kutengeneza, na tena wanawake wengi nadhani ndio yenye huwa inafanya wanawake wengi hawapandi hata miogo. Kwa sababu kazi yake sio rahisi. Lakini hata hivyo, ukiwa tu mwanamke wa bidii kama mimi, hii miogo sio ngumu kutengeneza. Nitoa tu. Nitawahi enda hata kwa nyumba ya mtu mwingine tunaomba chakula. Hakuna siku hata nitasimama kwa mume wangu ati ninamuulizia leo hatuna unga. Unaona? Na hata hii miogo hii naweza amua hata nipeleke soko, na hata pia mimi niuze nipate pesa. Hata kununua sukari, hata kulipia mtoto wangu karo shuleni. Kwa hivyo mimi hao wanawake huku nje wenye wanashinda wakisimama kwa mabwana zao, mimi sijui huwa anafikiria nini. Mimi sijui wana. Naona unapambana na kazi mko. Karibu. Asante. Naona hizo miogo zinakupea kazi mingi hapa, lakini usijali, ndio hali ya maisha tunapambana. Hata wasiniambie ukodi. Mimi niko poa. Yeah. Mimi nashukuru Mungu. Amina. Umeshinda wapi? Nilikuwa tu nimetoka kidogo. Rafiki yangu alinipigia simu asubuhi. Kuna pesa ilikuwa tupewe kidogo zenye tulifanyia kule kazi huko kwa Ugori. Sasa tunaenda akatuambia anaenda kutoa ndio atatupea jioni. Kwa hivyo umeshinda tu poa, si ndio? Niko poa mke wangu. Hiyo ni nzuri. Nene hujatoa kondo? Kondo ziko tu, nitatoa tu baadaye. Ni sawa. Sasa mke wangu nataka tuongee kidogo kama mke na bwana. Unaelewa? Nakuelewa. Ndio maana nakupenda. Yeah. Unajua hii maisha bibi na mume lazima waweke mawazo pamoja na wajenge maisha yao kama familia. Unaona Mungu ametubariki kama ni kulima. Sisi hiki kijiji, sisi ndio wakulima hodari wenye tunaheshimika. Unaelewa? Naelewa. Na pia nafurahia kwa kupata mke wangu hodari, mwanamke bomba. Mwanamke bomba. Ambaye akishika jembe na dunia yote inatetemeka. Ukweli. Kabisa? Sasa mke wangu, Mungu ametujalia kama ni makondo tuko nazo, shamba tuko nayo tukilima pia mazao inakuja. Unajua, haifai tukue kama watu wanakuanga watajiri eti wakipata mtoto mmoja wanaona kama ulimwengu umefika. Unanielewa mke wangu? Nakuelewa. Sasa tunaelewa tuko na mtoto mmoja na saizi amefikisha miaka karibu 7, si ndio? Sasa nimekuwa na idea, kwa sababu chakula tuko nayo, tunahitaji pia tulete mtoto wa pili. Alafu sasa tuanze kumaandalia makao, tena akakikua na tunaleta mtoto wa 3. Unaona aje hapo sasa? Hiyo nayo haiwezekani. Tena haiwezekani? Hiyo haiwezekani mwanangu. Kwa nini sasa? Licha kwamba tuko na kuku wengi, licha kwamba tuko na kondo, licha kwamba tuko na chakula, lakini maisha ya saa hizi mume wangu, sioni kama inafaa tuwe na familia kubwa. Mke wangu unahitaji uelewe. Unajua mtoto mmoja ni kama gazeti. Hapana. Na maisha ya saa hii tunaishi tukiisha. Hapana. Hatuwezi tukiwa na watoto 2 watatu inaeleweka. Maisha ya saa hizi mume wangu ni magumu. Magumu aje? Chakula tuko nayo. Maisha ya saa hizi ni magumu. Unaona wewe unashinda nje. Hata haujui vile mimi huwa ninang'ang'ana nikilima. Haujui vile mimi huwa nang'ang'ana nikilima chakula.
shida. Haujui. Sasa mke wangu, hiyo ni matusi. Kitu chenye unahitaji uelewe, kila mtu ako na udhaifu. Udhaifu wangu sio wako. Wewe ukiwa mkulima hodari, mimi nakuwa mtunzaji hodari. Hiyo ndio kitu unafaa uelewe. Unaona mume wangu, ninaelewana na wewe. Wewe unafanya kazi huko. Lakini kumbuka ya kwamba kila mali ambayo inapatikana kwa hii boma, mimi ndio mwenye kuwa ninatafuta. Wewe hata kuwa ujukumiki. Haujui jinsi vile huyu mtoto kuwa anaenda shule. Hata pia mimi nimechangia. Haujui. Huo ndio ukweli. Haujui vile mimi ninang'ang'ana hata nikipata hiki chakula. Shida yako kwa hivyo ni mimi ninakuomba tu. Ninakuomba tu tuwe tu na huyo mtoto mmoja. Shida yako mke wangu, wewe ni kichwa ngumu. Hiyo ndio shida yako. Mtu akikuelezea kitu tu ili tushauriane kama mume na mke, hautakingi, unaleta panganga mingi. Sasa mimi wacha nikwambie, mimi nataka mtoto mwingine. Huyu mtoto mmoja hatutoshi. Wewe kama unataka mtoto mwingine, basi ni heri uende hata ukazalishe mke mwingine huko nje. Sasa unaona vitu vile unaongea? Heri uende uzalishe mke mwingine huko nje. Kwa sababu mimi sioni haja ya kuwa na watoto wawili, ili hali wewe kama mwanamume hauwezi jukumika, hata haujui jinsi vile huyu mtoto ataenda shule. Unajua haujui jinsi vile huyu mtoto hata atavaa. Haujui hata jinsi vile huyu mtoto atafanya nini? Shida yako wewe ni kuongea. Unajua? Wacha mimi nifunge kondoo. Wewe unajua? Naona tukikosana. Na nimekuambia ni heri ukiona. Unaona? Ni heri ukiona kwamba unataka mtoto mwingine wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, wa nane, wa 10. Hiyo ni yako. Heri uzalishe huko nje. Hiyo nayo nimekuruhusu uzalishe huko nje. Lakini kusema ati mimi nikuzalie mtoto wa pili, hapana. Hapana. Na haya maisha vile ni magumu. Vile haya maisha ni magumu. Siwezi jiweka ati ninazaa mtoto wa pili. Haya maisha yamekuwa magumu sana. Hata kama ninapata chakula, haiwezekani. Na heri mume wangu utatafuta tu huko nje.